Mungu ina adhama. Sauti ya Mungu inaivunja miamba. Haleluya. Sauti ya Mungu ina maana inamwakilisha Mungu. Na ikiwa Mungu ana nguvu, basi sauti yake ina nguvu. Lakini sio kila mtu anaweza kuisikia sauti ya Mungu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa nini nimeanzia hapa? Natamani kuwavuta watu wasikie kile ambacho Mungu anasema nao, kwa sababu watu wengi tuna masikio lakini hatusikii, na tunashindwa kutofautisha kati ya sauti zetu na sauti ya Mungu. Na ndio maana Mungu ili aseme na mtu, lazima mtu awe tayari kusikia kile kitu ambacho Mungu anataka kusema na mtu. Haleluya, haleluya. Lazima uwe tayari kusikia kile kitu ambacho Mungu anataka kusema na wewe. Na kama hauko tayari kusikia kile kitu ambacho Mungu anataka kusema na wewe, ni kazi kuisikia sauti ya Mungu. Haleluya, haleluya. Ni hivi, Mungu anasema na mtu mmoja anaitwa Samueli akiwa madhabahuni. Lakini Samueli alikuwa anasikia kwa sikio la kawaida. Hakuweza kusikia kwa sikio la kiroho. Sasa wakati Samueli anasikia kwa sikio la kawaida, Samueli alikuwa anashindwa kutofautisha sauti ya Mungu na sauti ya baba yake wa kiroho. Haleluya, haleluya. Lazima uweze kutofautisha sauti ya Franki na sauti ya Alex. Wewe angalia, Samueli anaitwa na sauti anayosikia ni sauti mpya, lakini anaenda kumuuliza baba yake kwamba, "Naam baba, nimekuja, nimesikia ukiniita." Baba yake kwa haraka haraka hakutambua ni nani aliyekuwa anasema na Samueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Hakutambua kwa haraka haraka ni nani anasema na Samueli. Akamwambia, "Mwanangu, rudi kalale tena." Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa kuna tofauti ya mtu analala madhabahuni na mtu analala nyumbani. Ndio maana mimi nikiongea hiki natambua utofauti. The way unapolala kanisani na unapolala nyumbani. Kwa nini? Unapolala madhabahuni umelala kwenye nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umelala kwenye uwepo wa Mungu. Na madhabahu yoyote ina miundo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina mifumo. Na madhabahu yoyote huwa ina Mungu wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Iwe madhabahu ya Shetani, ina Mungu anayewakilisha hiyo madhabahu. Iwe madhabahu ya Mungu, ina Mungu ambaye anawakilisha hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Lakini pia madhabahu ina kuhani wa hiyo madhabahu. Ndio maana mtu anapoanza kushughulika na madhabahu ya ukoo, usipambane na madhabahu ya ukoo ikiwa hujamjua Mungu wa hiyo madhabahu ya ukoo. Ndio maana pale tu unapoanza kushughulika na madhabahu ya ukoo, vita inaongezeka. Kwa sababu gani? Unapigana vita usiyoijua. Haleluya, haleluya. Ni hivi, vita ya Iran na Israel sasa. Bwana Yesu sana. Hawa watu wameshafuatiliana. Sio vita ya kawaida, ni vita ya kiroho. Ila wanachopigana
Yaani mnachokiona kwenye mwili ni matokeo ya rohoni. Bwana Yesu sana. Madhabahu inakuwa na kuhani wa madhabahu, lakini pia ina washirika wa hiyo madhabahu. Bwana Yesu sana. Siko hapa kusema kwa habari ya madhabahu sana. Natamani uwe tension kusikia kile ambacho Roho anasema na wewe. Bwana Yesu sana. Haleluya. Eli anarudi. Samueli anarudi kuongea na nani? Na Eli tena. Wakati huo Mungu amemuita. Ila ameshindwa kutofautisha hii sauti ni ya Mungu au ni ya baba. Bwana Yesu sana. Haleluya, haleluya. Tuna kawaida ya kuzijua sauti. Wakati mwingine mtu akipiga simu unajua huyu ni shangazi au ni mjomba. Lakini kuna sauti ya kiroho ambayo ni sauti ya Mungu. Watakaoisikia ni watu ambao ni wa rohoni. Bwana Yesu sana. Haleluya, haleluya. Mara ya 3 baba yake akatambua, kumbe sauti inayosema na mwanangu ni sauti ya Mungu. Mungu baba wa kiroho akasema na nani? Na Samueli, nenda ukaitikie hii sauti, uambie mimi, baba, sema na mimi. Bwana Yesu sana. Na kitendo cha yeye kwenda kusema hivyo, ndipo pale ambapo Mungu akaanza kuzungumza na Samueli. Na kuna watu tunafanikiwa kusikia sauti, lakini kabla Mungu hajatoa maelekezo ya hiyo sauti huwa tunaondoka. Ndio maana jumbe nyingi ambazo zinaletwa na watu sio jumbe ambazo zina ukamilifu. Ni pale ambapo Mungu ameweza kusema na mtu, alafu mtu anaamka anaondoka. Bwana Yesu pesa. Haleluya, haleluya. Sauti ya Mungu inapokuja kwa mtu huwa inakuja na maelekezo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini ufanye? Nini utende? Kwa wakati gani na kwa muda gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Andika, shindana na mtesi wako katika ulimwengu usioonekana ili uyaone matokeo katika ulimwengu unaonekana. Ndio kichwa cha somo. Nitamani uwe tension kusikia kile ninachozungumza ili Bwana aseme na wewe. Shindana na mtesi wako katika ulimwengu usioonekana ili uyaone matokeo katika ulimwengu unaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudia tena. Shindana na mtesi wako katika ulimwengu usioonekana ili uyaone matokeo katika ulimwengu unaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu usioonekana unategemea power. Na ulimwengu unaonekana unategemea power. Ulimwengu usioonekana unategemea nguvu. Na ulimwengu unaonekana unategemea nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama ulimwengu usioonekana unategemea nguvu na ulimwengu unaonekana unategemea nguvu, ina maana huu ulimwengu ni ulimwengu wa mashindano. Ni ulimwengu wa mapambano. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani rohoni mapambano na mwilini mapambano. Ina maana kinachoamua mtu kuwa mshindi ni ile nguvu ambayo anaitegemea. Kwa sababu ulimwengu usioonekana ni ulimwengu ambao una makazi mawili. Makazi ya ufalme wa Mungu, ufalme wa nuru na viumbe vyake. Lakini pia una makazi ya ufalme wa giza na viumbe vyake. Lakini falme zote hizi mbili katika ulimwengu usioonekana huwa zinaleta matokeo katika ulimwengu unaoonekana. Haleluya, haleluya. Ulimwengu usioonekana
Huu ndio tunasema kwamba ni ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulimwengu usionekana ni ulimwengu wa roho, ambayo yote unayoyaona sasa ina maana ni matokeo ya huo ulimwengu usioonekana. Narudia tena, unayaona yanaendelea kwa ulimwengu wa mwili, kwa macho ya nyama, ni matokeo ya ulimwengu usioonekana. Ni hivi, kiti unachokiona hapo, hicho kiti, kabla kijawa kiti, kuna mtu alikuwa na ramani katika ulimwengu usioonekana, ambapo wakati anatembea na hiyo ramani, kuna watu walikuwa hawajui kama anatembea na ramani ya kiti. Bwana Yesu sasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ina maana hiki kiti hakijajileta, ila kimeletwa na mtu ambaye alikuwa na taswira ya kiti katika ulimwengu usioonekana. Ndio akakileta katika ulimwengu unaoonekana. Ina maana ramani nzima ya kiti ilianzia katika ulimwengu usioonekana. Bwana Yesu sifa sana. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kila kitu unachokiona kwenye mazingira ambayo unayaona kimeanza katika ulimwengu usioonekana. Na ndiyo maana kabla misingi ya ulimwengu kuumbwa, huyu Mungu ambaye ni neno, ambaye ni roho, ambaye roho yake ilitulia juu ya uso wa vilindi vya maji, akasema na iwe nuru, ikawa. Kumbuka wakati anasema alikuwa anazungumza katika ulimwengu usioonekana, maana hata ulimwengu ilikuwa bado. Bwana Yesu sana. Haleluya. Anasema kwamba na iwe nuru, inakuwa nuru. Ina maana anatamka akiwa katika ulimwengu usioonekana. Na ndiyo maana katika ulimwengu unaoonekana yakawa yanatokea. Kwa sababu gani? Anatamka akiwa rohoni. Bwana Yesu sana. Ni hivi, watu wengi tumetamkiwa baraka na watu, hazitokei kwa sababu wanaotutamkia baraka wanatamka katika mazingira yanayoonekana. Ndio maana utana imekuwa kama vile salamu, Bwana Yesu asifiwe, ubarikiwe, hamna chochote. Kwa sababu imekuwa kama desturi. Unakutana na mtu anakuambia ubarikiwe, simple tu. Lakini kumbuka, wakati Isaka akiwa mzee, anawaza ni nani nitakayempa baraka. Anakumbuka kwamba Esau ndo anatakiwa kupewa nini? Baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kauli aliyoiongea baba, alimwambia kwamba nitafutie mwana kondoo mzuri, nitengenezee ndama. Bwana Yesu asifiwe sana. Unipikie chakula kizuri ili nikubariki baraka za rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani baba achia kilichoko rohoni, kile ambacho anakiona kwamba Esau anastahili kubarikiwa. Sio hizo unakutana na mtu anakuambia tumesibarikiwe, hamna lolote. Ndio maana havibadilishi chochote. Kwa sababu tunatamkiwa na watu wa mwilini, ni kama desturi. Ukiona aliyakutamkia kitu kimetokea, uwe na uhakika amekisukuma kuanzia ndani, amekileta nje. Na mpaka kimetokea, na maana na power katika ulimwengu usioonekana ameleta katika ulimwengu unaofanya nini? Unaonekana. Pigie Bwana makofi mengi ya utukufu. Ongeza makofi kwa Bwana. Ongeza tena makofi kwa Bwana. Ulimwengu usioonekana ni makazi ya ufalme wa Mungu au ufalme wa shetani au ufalme wa giza. Na kila ufalme una eneo lake na utawala wake kwa ulimwengu usioonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana ni makazi ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Lakini kila ufalme una makazi yake na utawala wake. Lakini vyote hivi vimefungamanishwa kwenye nguvu. Lakini vyote hivi vinaleta matokeo katika ulimwengu usioonekana. Kwa hiyo ulimwengu
usioonekana, kwa sababu kuna falme mbili ambazo zina utawala ulimwengu. Ina maana ni ulimwengu wa mashindano. Ina maana anaishi katika mazingira ya mwilini na anaishi katika mazingira ya rohoni. Ina maana anaishi kwenye mazingira ya mapambano. Haleluya. Kuna watu kwenye biashara wanayo nguvu ambao wanaamua wewe uze au usiuze. Narudia tena. Kuna watu kwenye biashara au kwenye mashamba wanaamua wao uvune au usivune. Sio jambo la kawaida. Nikisema hivi nina maana hii. Kuna wakati ambapo mimi nilikuwa naweza kuona nasema kwamba naenda mjini duka fulani nikanunue kitu fulani. Ila nafika lile duka ambalo nimeadhimia kwenda, nafika pale nachunguza vitu, alafu nashangaa nimeenda kuna duka la pili. Najiuliza kimechofanya ninunue hapa ni nini? Ina maana huu mtaa kuna mtu ana power. Bwana Yesu sasa. Wanaishi naye kama mtu wa kawaida, kwa sababu wanadamu tunaishi kawaida. Bwana Yesu sasa. Haleluya. Naposema tunaishi kawaida na maana hatuyajui ya rohoni. Tunaishi kama mtu fulani na kismart. Mtu fulani labda uko kwenye biashara unasema ana upepo. Bwana Yesu sana. Nikwambie sio kila upepo ni upepo wa Mungu. Upepo mwingine ni wa adui. Kwa sababu na yeye anaweza kusababisha akatoa kitu rohoni akakidhirisha wapi? Mwilini. Bwana Yesu sana. Nikiwa nasema hivi, nakumbuka kuna majira ambayo nimewahi kukutana na mtu mmoja. Akanambia, mtumishi, mbona umekonda sana na unakonda sana? Bwana Yesu sana. Jibu nilimwambia kwamba sina raha ya kuendelea kula ikiwa kuna nguvu ambayo sina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yaani hili mimi niwe hatari katika huu ulimwengu unaoonekana, lazima niwe hatari katika ulimwengu usioonekana, ili nilete matokeo kwenye ulimwengu ambao unaonekana. Bwana Yesu sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tunaposema kwamba utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, ina maana cha kwanza ni kutafuta ufalme ambao hauonekane kwa jinsi ya mwili. Ina maana nikiupata huo ufalme naweza kuyadhihirisha mambo ambayo wengine hawawezi kuyadhihirisha. Na huu ufalme ni ufalme wa thamani sana kwenye maisha ya mwanadamu. Huu ndio wa kwanza. Sasa cha kushangaza, tunatafuta yanayoonekana kuliko yasiyoonekana, wakati yanayoonekana hayana umilele, yasiyoonekana yana umilele. Narudia tena. Yanaonekana hayana umilele. Kwa nini? Roho ndio itia uzima, mwili haufai kitu. Bwana Yesu sifa sana. Haya unaona ya mwilini hayafai kitu, ila ya rohoni ndio yana uzima. Haleluya, haleluya. Ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Haleluya. Imani ni ngumu kuiona, ila mpaka pale utakapoyaona matendo ya hiyo imani. Narudia tena. Imani ni ngumu kuiona mpaka pale utakapoyaona matendo ya hiyo imani, au kuyasikia matendo ya hiyo imani. Ni hivi, Frank anatembea akiwa na imani, lakini watu wanayekutana naye Sofia hawaioni imani ya Frank, ila walipomuona Frank ameshika mic akiwa anahubiri sokoni, wakaiona imani ndani ya nani? Ina maana imani na yenyewe ni roho isiyoonekana, ila imani ndio inasababisha yote yaonekane. Kwa nini? Yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ina maana yanaanza kuwezekana katika ulimwengu usioonekana, yanakuja kuwezekana katika ulimwengu unaonekana. Kwa nini? Yote tunayoyaomba hapa, tunaomba Mungu nipe pesa, ina maana tunaomba kwa imani. Ina maana
pesa, si pesa, tunaomba imani. Yaani tunaomba kana kwamba tunaiona pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukizipokea pesa ni matokeo ya ile imani ambayo tulikuwa nayo. Amina. Haleluya, haleluya. Tunaposema kwamba ninakamata upanga na uteka ulimwengu wa roho. Ewe mzee mchawi uliokamata maisha yangu na kufyeka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu mwenye akili timamu ambaye ni wa rohoni akituona anafanya hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu huyu mtu anaijua elimu ya ulimwengu usioonekana. Tunaonekana kama tunacheza, ila vinatendeka katika ulimwengu usioonekana. Kwa sababu tumetambua kwamba ili tupenye lazima tufanye haya yasioonekana. Ila anayetuona sasa na asiyetambua elimu ya ulimwengu usioonekana anaona kama sisi ni wehu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Lakini yote hayo tunayafanya kwa imani. Tunayafanya kwa imani. Ina maana tunafanya kitu pasipokuwa na mashaka, ila tuna uhakika na kile tunachokifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuna uhakika na kile ambacho tunakiomba, kwamba nimekuja hapa namwambia Mungu nibariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine namwambia Mungu nibariki baraka hii na hii na hii, na nikiwa naomba ninaiona ile baraka, alafu nakuwa na uhakika kwamba ile baraka imekuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu naye muomba yeye nimemjua kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye muomba nimemjua kwa njia isiyoonekana. Haleluya, haleluya. Tukisema kwamba tunamuomba Mungu ambaye tumewahi kumuona, tunadanganyana. Ila tumemuona kwa imani ndani ya watu. Tumemuona kwa imani ndani ya mazingira. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumemuona kwa imani ndani ya jamii. Tumemuona kwa imani ndani ya changamoto. Tumemuona kwa imani ndani ya furaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Wakati Allen amesimama hapa anatoa machozi, niko najiuliza kwamba mimi naenda kanisani kila siku. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Huyu hajawahi kuja Ebeneza, amekuja mara moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Sasa hiki alichokifanya ni picha ambayo alipata wazo katika mazingira yasiyoonekana, ambalo hilo wazo mimi na wewe hatukuwa nalo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa wakati anapata wazo, lile wazo likampeleka mpaka kutafuta ramani. Amepata ramani, anaanza sasa kukitoa kitu katika ulimwengu usioonekana, kukileta kwenye ulimwengu unaoonekana. Lakini lile wazo lilikuja na neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana sauti, lilikuja na sauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nikwambie wazo hili sio wazo la kibinadamu. Sio wazo la kibinadamu, ni wazo la kimungu. Lakini angalia, wazo hili amelipata mtu ambaye yuko nje na madhabahu. Ila kuna watu wako ndani ya madhabahu, mawazo wanayapata, ila kwa sababu wameizoelea madhabahu, wanaachana na yale mawazo. Ndio maana ni vyepesi sana walio nje na nyumba yenye gari wakatamani ile nyumba, lakini ni vigumu sana walio ndani ya nyumba yenye gari kutamani gari ambayo iko kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumba ambayo watoto wana TV hawana mpango nayo, lakini nyumba ambayo kwao hakuna TV, wanaposikia mahali kuna TV wanatamani kwenda kufuatilia na kuona ile TV. Najua tunaelewana hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa anasafiri kwenye ulimwengu usio onekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yanaenda kwa sababu maombi anayoyaomba haombi kama mtu wa gizani. Ina maana kama angekuwa anaomba kama mtu wa gizani, yangesafiri katika ulimwengu wa nini? Wa giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini alikuwa anaomba kama mtoto, kama mwana wa ufalme, kwa ajili ya ufalme, na ufalme wa Baba una kila
kitu. Bwana Yesu sana. Tena una zaidi ya kila kitu. Narudia tena. Ufalme wa baba yetu, ufalme wa Bwana wetu, ufalme wa Mungu wetu, utawala wa Mungu wetu una kila kitu. Na hakuna siku ufalme utaishiwa. Hakuna siku ufalme utapungukiwa. Ni hivi, ufalme na ufalme wa giza kuna vitu ambavyo hauna. Na hiyo ndio tofauti kati ya ufalme wa Mungu na ufalme wa giza. Bwana Yesu sasa. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ufalme wa giza hawana pumzi ya uhai ya mtu. Hawana. Na ndio maana tumeambia tusiwaogope hao ambao wanaua nini? Mwili. Bwana Yesu sasa. Lakini ufalme wa Mungu uko na uhai. Bwana Yesu sasa. Na si uhai tu huu ambao tunapomua. Ina maana uhai wa biashara zetu umefichwa katika ufalme wa Mungu. Uhai wa ndoa zetu umefichwa katika ufalme wa Mungu. Uhai wa kazi zetu, uhai wa huduma zetu umefichwa katika ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini huu ufalme ni ufalme usionekana. Ina maana ili mtu aupate lazima atoke kwenye ule muonekano wa vitu vinavyoonekana kwa nyama, aingie kwenye ule muonekano wa vitu ambavyo vinaonekana kwa jinsi ya roho. Pigie Bwana makofi mengi ya utukufu. Nimesema shindana na mtesi wako katika ulimwengu usioonekana ili ulete matokeo katika ulimwengu unaoonekana. Sasa huwezi kushindana bila kujua ulimwengu usioonekana. Na ndiyo maana mimi nimeanzia huku kukuelekeza kwa habari ya ulimwengu usioonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa sababu ya duniani mengi umefanikiwa kuyajua, ila ya rohoni ni ngumu kuyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Ni makosa makubwa sana kukufundisha ile somo usijue hapa. Maana hapa ndio kuna msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ujue unapoenda kuuteka ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ujue utafanya nini na wewe ni nani kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Ni hivi, ili utawale na uteke ulimwengu usioonekana, narudia tena, lazima uwe na nguvu. Na nguvu zenyewe sio nguvu za mwilini, uwe na nguvu za kiroho. Kwa nini? Viumbe na wanaoishi rohoni wote wana nguvu. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Maana kiwango cha nguvu zako za rohoni ndicho kitakachoamua mambo kwenye ulimwengu wa roho na mambo kwenye ulimwengu wa mwili. Narudia tena. Kiwango cha nguvu zako za rohoni ndicho ambacho kitaamua mambo katika ulimwengu wa roho na katika ulimwengu unaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sasa nguvu za rohoni tunazipataje? Nguvu za rohoni tunazipata tu pale ambapo tutatambua kwamba sisi tunatakiwa kuyasababisha mambo ya rohoni yadhirike mwilini. Hapo tunaweza kupata nguvu. Ni hivi, Yesu
anatembea na wanafunzi wake, lakini muda wote ametembea nao walikuwa namuona akifanya vitu vya kiroho na wanashangaa. Bwana Yesu sana. Yaani kila siku Yesu alikuwa mpya kwa wanafunzi wake. Ikafika point Yesu akajua kabisa hawa watu hawanijui mimi ni nani. Na kwa sababu hawanijui mimi ni nani, nataka nijue hawa watu wananifahamu kwa kiwango gani. Ndio maana Yesu aliwauliza, jamani hivi watu huko mitaani wananisema mimi ni nani? Bwana Yesu sana. Haleluya, haleluya. Wananizungumza mimi ni nani? Haleluya. Wengine wakasema kwamba, wengine wakusema kwamba wewe ni Yohana Mbatizaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wewe ni yule nabii ajaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mmoja ambaye ni Petro, kwa kufunuliwa na Roho wa Mungu, Petro akasema kwamba wewe ndiye Kristo. Naona wewe ndio nani? Lakini Petro hakumtambua Kristo kwa sababu alikuwa mwilini. Alimtambua Kristo kwa sababu ipo Roho ya Mungu iliyomshukia na kumpeleka rohoni kumtambua Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Wote tuko hapa. Tuweze kukaa hapa miaka na miaka tusimtambue Yesu ni nani, bila Roho kushuka kutufunulia Yesu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia, baada ya Petro kumtambua Yesu ni nani, ndipo Yesu akamwambia hivi, wewe ndio Petro. Hakusema na hao wengine. Yesu anasema na Petro kwamba wewe ndio Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, na wala malango ya kuzimu hayatalishinda. Kanisa lililokuwa linazungumziwa ndani ya Petro si jengo. Ina maana ni ufalme ambao kwa sababu Petro amemtambua Yesu ni nani. Ina maana wakati wa nyuma nilikuwa naota ndoto nyingi sana na kula chakula. Alafu nilikuwa nasema jana nimepiga wali na njegele. Hii ndoto ijirudie. Wengi haya maombi mshaombaga. Yaani ile ndoto ingejirudia, yani niko kwenye sherehe fulani napiga wali na njegele na watu wengi. Kwa sababu nilikuwa naomba ijirudie. Wakaanza kunibadilishia na laza nyingine. Mara amewekea paja. Sema paja. Kidogo sasa baadaye wakaanza kuletana vyakula ambavyo sasa sivipendi. Hakuna siku moja nimeota nilikuwa nakula ugali maharage, alafu na ule na msusa na mchicha umegereka. Haleluya. Alafu vinanukia mpaka nashtuka. Unajua ile harufu ya nani ya mchicha ukiwa umegerekwa na nani na maharage? Yaani kuna harufu fulani hivi. Sasa ile harufu mpaka nashtuka bado naisikia. Wengine mtu anasema yamkini Mungu ametaka nile ugali na nini na mchicha. Kama kwenye ulimwengu unaonekana hakuna vya bure, basi na kwenye ulimwengu usionekana hakuna vya bure. Matokeo yake sasa baada ya kupita kama miaka 2-3 ikaanza tumbo linauma. Kwenda kupima naambiwa na nini na madonda. Bwana Yesu asifiwe sana. Najiuliza mimi hao madonda nimeyatoa wapi? Mbona kama nakula tu vizuri kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati mwingine mimi stress sina sana hizo. Haleluya, haleluya. Ila baada ya kuifahamu elimu ya ulimwengu usioonekana, nikaanza kudili nao. Nilikuwa nimeambiwa usile maharage. Ninayala kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usile pilipili na kula.
Yaani vyote nilivyokatazwa mimi nakula. Kwa sababu nilipotambua chanzo cha shida kimeanzia kwenye ulimwengu usionekana, nikaingia kupambana na hii vita katika ulimwengu usionekana ili niadhirishe kwenye ulimwengu unaonekana. Pigie Bwana makofi mengi ya utukufu. Ni matokeo tu, ila kuna chanzo cha hiyo laana. Kwa hiyo anaposhughulika na hii laana, akikata matawi, asipoenda kwenye chanzo, hawezi kutoka kwenye hii laana. Kwa sababu laana ina msingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia baraka ina msingi. Ndio maana leo tunasema kwamba sisi ni wana wa ufalme, lakini pia ni warithi wa baraka za nani? Za Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana kama ni warithi wa baraka za Ibrahim, ina maana chanzo cha baraka ni Ibrahim. Lakini Ibrahim mpaka anakuwa chanzo cha baraka, alishindana katika ulimwengu usioonekana, akaleta matokeo kwenye ulimwengu unaoonekana. Naposema kushindana ni huku, Ibrahimu amezaliwa Uru wa Kaldayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mzee wake ambaye alikuwa anaitwa nani? Tera, si ndivyo? Kwa baba yake ambaye ni nani? Tera. Sasa kwao na Ibrahimu, kulikuwa na madhabahu hizo. Madhabahu inayomjua Mungu na madhabahu isiyomjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Sasa madhabahu isiyomjua Mungu ndio madhabahu ambayo Mungu anamwambia Ibrahimu, toka wewe katika nchi yako. Yaani anamwambia toka wewe kwenye ardhi ya kwenu, katika nyumba ya baba yako na jamaa zako, uende katika nchi ambayo utafanya nini? Wasomaji wa Biblia wako wapi? Mwengu wa ndio pale nimesema mwanzoni kwamba mtu anakuambia nakubariki, lakini mwisho siku uone matokeo. Baraka za mtu sipo kwenye ulimwengu usioonekana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ndio maana wengi tunaota ndoto katika ulimwengu usioonekana, tunajikuta tuna magari, tumebarikiwa, tunaishi vizuri, lakini tukishtuka bado ndio kwanza unajitafuta. Haleluya, haleluya. Kuna neno nataka kunitoka hapa. Roho Mtakatifu nashukuru Mungu tu niliminye. Bwana Yesu sasa. Unaota ndoto na hela nyingi, alafu kishtuka ndio kwanza umeshika blanketi kwa hivi. Bwana Yesu sasa. Wakati mwingine Mungu anakuonesha kwamba huku rohoni kuna vitu vyako. Sasa vinakutegemea wewe uwe na uwezo wa kusafiri kwenda kuvitoa vidhihirike. Bwana Yesu sana. Ndio maana wanaoviona kule kwenye ulimwengu wa roho wanapambana sana kukuvunja nguvu, usiwe na nguvu na usije ukatambua kama wewe ni mbarikiwa. Na ndio maana tumebaki kama nini? Kuna baba mmoja alisema juzi kati, alisema kwa habari ya Ziginali. Haleluya. Unakumbuka? Haleluya. Tumebaki kama watu fulani ambao hatueleweki. Yaani tunayoyaona na tunayoyaishi tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Tunayoyaona na tunavyoishi tofauti. Kwa nini? Na tukionaga tunaenda kuambia mtu, unaenda kumwambia mtu, ndugu yangu anisee jana nimeota hiyo ndoto, ndugu yangu. Aisee Mungu acheni tu Mungu aitwe Mungu. Yaani nimeota hiyo ndoto, yani nimeenda Ulaya. Watu wananishangilia, nimekuwa na pesa, aisee, acha Mungu aitwe Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeishia hapo. Lakini ukiona umetumbukia shimoni na wamekuzika au unaongea na mababu, cha kwanza kabla kuja kunihadisia unawaza hivi nimwambie au nisimwambie.
Lakini pia kama ni muombaji utashinda unaomba, nakataa kwa jina la Yesu, najitoa kwa jina la Yesu. Yaani ila kile kizuri chokiona ukifanyia kazi, ila kibaya hata miezi hiyo uko unapambana nacho, niachie kwa jina la Yesu. Yaani hadi kufunga unafunga kwa kibaya, ila chema ukikiona unaendelea kusema asante Yesu, wewe ni mwaminifu sana, wewe ulimaliza yote Baba, asante. Na ndio maana unapoishia hivyo kinabaki kule. Yaani laiti kama haya mabaya tunavyoyatendea kazi na mema tungeyatendea kazi, tusingekuwa hapa tulipo watumishi. Mimi naambieni ukweli. Ndio maana nguvu unazotumia kupambana na huo maskini ungesha toka. Bwana Yesu sifa sana. Lakini hautoki kwa sababu yani ulimwengu unaonekana umaskini ulionao. Hii niseme kama sio uhalisia. Ila uhalisia umaskini wako umeanzia wapi? Rohoni. Kwa huku ni kama danganya toto. Kwa kabla hujashughulikia huku, shughulika na huku. Pakifunguka huku, kule panafunguka. Bwana Yesu sifa sana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ni hivi. Huyu ni mwanamke anatokwa na damu. Bwana Yesu sifa sana. Mwanamke anatokwa na damu miaka 10 na ngapi? 2. Bwana Yesu sifa sana. Ameshughulika katika mazingira yanayoonekana lakini hajayaona matokeo. Ameshughulika kwa mazingira yanayoonekana, ameenda kwa daktari bingwa ili amsaidie ili ile damu ikate. Bwana Yesu sifa sana. Hajawahi pata msaada hata siku hiyo. Na Biblia inasema kwamba ameteseka sana huyu mtu. Ameenda kwa matabibu na matabibu wamsaidie. Bwana Yesu sifa sana. Alikuwa anapambana kwa nguvu zake ya mtu na kufanya mtu asione umuhimu wa yeye kuishi. Haleluya, haleluya. Mungu hamtesi mtu. Bwana Yesu sifa sana. Mungu hamtesi mtu. Kwa sababu sio mpango wa Mungu kumtesa mtu. Ukiona mkono wa Mungu umeingilia kati, ujue kuna sababu ya huyu mtu kuteswa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Narudia tena, Mungu hamtesi mtu. Ukiona mtu anateswa na kuna mkono wa Mungu, uwe na uhakika kuna vitu ambavyo Mungu anataka kuviona juu ya huyu mtu. Lakini kuteswa kwa maisha ya mtu kunategemea roho kamili ya shetani ambayo inamuinukia mtu, ikiwa na kusudi la kuyasumbua maisha yake, kuyaonea maisha yake, ifike point mtu huyu asione umuhimu wa kuishi, lakini pia asimuamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana.